kukaa na kusikiliza habari na ujumbe mzuri huu ambao leo Mungu anataka aseme na wewe. Kwa hiyo kubarikiwa. Jina langu naitwa Everett Benson. Tarudia tena kwamba nifahamu. Ni kijana Mtanzania. Kwa neema Mungu tunamtumikia Mungu katika kizazi chetu hiki. Karne kizazi ambacho nabii Yoeli alitabiri katika 2 Yoeli sura ya 2 mstari wake wa 26 na 27. Sasa wakati unauza na kununua, utatumia muda wako mchache tu kwa faida, lakini sio kwa hasara. Kwa faida sio kwa hasara. Maana maneno ya Mungu hajawahi kuwa ya hasara. Kwa faida zaidi na sio kwa hasara. Na faida utakuwa nao zaidi. Libarikiwe jina lake Bwana. Bwana, asante kwa neema yako, asante kwa fajiri ya leo. Tazama Kristo, tunapenda kulisema neno uzima la wako mtakatifu. Atamalaki mahali hapa na ujumbe wako Bwana upate kuwafikia watoto wako ambao wako katika sehemu, na kaenda kubarikiwa na kupata kusikia habari zako ambazo unataka wasikie kwa asubuhi njema leo. Asante Mungu kwa uwezo unatosha. In Jesus name I pray. Amen. Mungu abariki sana. Wakolosai sura yake ya kwanza na mstari wake wa 13. Ndipo ambapo tutaenda kuanza. Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wake wa 13. Maandiko yanasema, na alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Nitaenda kurudia tena. Maandiko yanasema, na alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Na Bwana, hapa kuna maneno machache ambayo tutaenda kujifunza. Maandiko haya yanasoma katika kitabu cha Wakolosai, ambacho ni mojawapo kitabu ambacho kiko katika mjumuiko wa kitabu kizima ambacho kinaitwa Bible. Biblia ni maandiko matakatifu ya Mungu ambayo yameandikwa kwa ajili ya kutuangazia wanadamu, kutuonyesha namna gani ya kuishi, namna gani ya kuenenda. Mungu anawaza nini kupitia wewe? Tunapata mawazo ya Mungu na tunapata jinsi Mungu utawala wake unavyotake place katika maisha ya wanadamu kwa kusoma Biblia na kuangalia maandiko ambayo Mungu ameyasema. Katika Biblia kuna watu wengi wameandikwa waliotembea na Mungu, ambao walikuwa majeuri, waliokuwa na kiburi, wenye fedha, makabwera, masikini, waliokuwa nacho, ambao kuwa nacho, wagonjwa. Bwana, yani kila kitu kikomo. Siasa katika Biblia vyote vimejaa. Sasa Biblia ni kitabu pekee ambacho kina mjumuiko wa kila kitu na taratibu ambazo mwanadamu anaenda nazo hapa duniani. Na ndio maana nakipenda sana. Na ambaye anakisoma na ambaye anasoma Bible, kuna vitu vya ajabu ambavyo anakuwa anatafakari na vitu vya kipekee ambavyo anakuwa anaelewa. Sasa katika kitabu cha Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wake 13, maandiko matakatifu nitarudia tena, nasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Bwana, hapa kuna maneno ambayo wakati nasoma kanishtua. Maandiko yanasema kwanza tunapata ukombozi katika ile andiko ambalo tumelisoma. Biblia inasema na alituokoa katika nguvu za giza. Bwana, tunapata katika maandiko vitu vya ajabu sana. Lakini kabla sijafafanua mstari, tutaenda kusoma tena kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura yake ya 18 kuanzia mstari wake 33 mpaka 37. Maandiko yanasema, basi Pilato akaingia tena ndani ya Pretorio, akamwita Yesu akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, wewe wasema hivi kwa nafasi yako. Na watu wengine wakamjibu, wewe wasema hivi. Akajibu, wewe wasema hivi kwa nafasi yako, na watu wengine walikuambia habari zangu. Pilato akajibu, ama ni Myahudi mimi? Taifa lako na wakuu wa makuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu si wa hapa. Basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili ni ushuhudie ukweli. Kila aliye na hiyo kweli usikia sauti yangu. Bwana, hizi ni nyakati mbili ambazo tunakupana na story ambayo ni so amazing sana, kitu ambacho ni cha muhimu sana kukisikia. Wakati ambapo Yesu Kristo anazidi kuhubiri Injili, akisema pali za ufalme wa Mungu, wakati anahubiri Injili, kumbuka Yesu amezaliwa
anakuta kuna taratibu za ibada ambazo Wayahudi walikuwa wameanzisha. Alikuta kuna vitu vinaitwa, kuna ibada watu wanaingia katika sinagogi na katika hekalu. Yani kama unavyoona misikiti, makanisa, matempo yale ambao wanaabudu watu wale wa India, na kila mtu namna ibada yake katika nyumba yake ambayo anaona kuwa ni sawa ya kuabudu. Wengine wanaweka kwenye miti wanaabudu. Sasa Yesu amezaliwa akakuta taratibu na ibada za Kiyahudi. Wanaingia katika sinagogi na mahekalu. Wanaume Kristo akaanza kuhubiri injili ambayo alikuja kabisa kwa ajili ya kukamilisha na kusudi na kila kitu ambacho kimemleta duniani. Kila mtu aliyozaliwa katika dunia kuna kitu ambacho Mungu amemwekea aje afanye. Sasa bahati mbaya kama usipokitambua utamsaidia mwenzako kukamilisha maono ambayo Mungu ameyaweka ndani yake. Afuwe kitu ambacho Mungu amekuweka utakufa haujakitekeleza. Jamaa mmoja nikamsikia kwa nobili anasema, sehemu yenye utajiri sana ni kaburini. Maana kaburini zimelala akili ambazo zingesaidia nchi ya Tanzania. Kumelala ufahamu ambao kama wangeutumia Tanzania tungekuwa mbali. Wakasema sehemu yenye utajiri ni kaburini, futi 6, ambako tumelaza maprofesa ambao kuchekecha kilimo wake na kutoa furu katika nchi yetu. Sasa kwa hivi rafiki zangu akasa maneno haya na bwana nifuatie katika mtandao wa kijamii. Yesu anakutana na Pilato. Huyu Pilato alikuwa ni kiongozi katika serikali ya Warumi wakati ambapo Israeli imetawaliwa. Warumi walikuwa ni empire kubwa kwa kipindi kile, walitawala sana wakatembea. Na bwana mpaka sasa hivi Warumi bado ni nchi ambayo ina nguvu kubwa. Sasa kwa hivi wakati wa utawala wa Kirumi Pilato alikuwa anaongoza pale. Yesu Kristo akapelekwa kwa ajili ya kushtakiwa kwa Pilato ambaye alikuwa ni kiongozi wa mahali pale. Maandiko yanasema Pilato wakati anahoji Yesu alisikia fununu, akasikia dondoo, akasikia nyepesi kwamba Kristo ni mfalme. Sasa hapo Pilato anazidi kumhoji Kristo. Serikali ya Rumi wakati ambapo Rumi iko empire kubwa duniani, wakati ambapo Rumi wanatawala asilimia kubwa ilikuwa ni dunia nzima. Utawala wake ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa Kristo akajikuta yuko katika mikono ya Pilato ambaye na yeye alikuwa na utawala mahali pale. Sasa ndipo ambapo Pilato anamuuliza Yesu Kristo, ama ati na wewe ni mfalme? Anataka kumuuliza kujua hizo habari. Maana Wayahudi walimletea tetesi, walimletea mashtaka kwamba Kristo anajiita yeye ni mfalme. Kwa akasema huyu anaupinga ufalme wa mfalme Herode mahali hapa. Kwa akataka kumfitinisha na serikali ya Kirumi. Sasa Pilato hapa anamchukua maelezo Yesu Kristo. Anamhoji ama ati na wewe ni mfalme? Pilato anamhoji hizo habari. Bwana nimeanza kusoma kitabu cha Kolosai. Sasa hapa nataka nirudi nielezee hizi habari. Leo tutaongelea kuhusiana na falme tu, mamlaka ya kifalme, mamlaka ya kifalme. Kuna mamlaka ambayo inatenda kazi katika maisha ya wanadamu, na kunazo mamlaka ambazo zinazidi kufanya kazi na kuchukua nafasi katika maisha ya wanadamu. Hasa kunazo mamlaka ambazo siku kama aina 3. Mamlaka ya kwanza ni mamlaka ya nuru, mamlaka ya pili ni mamlaka ya giza, mamlaka ya tatu ni mamlaka ya kidunia. Hii mamlaka ya nuru tena kuelezea, mamlaka ya giza tena kuelezea. Na hizi mamlaka mbili ndio ambazo zina control mfumo mzima wa kidunia. Utake usitake unaingia tu, ukubali usikubali unatawaliwa. Hizi ndio mamlaka kubwa kuliko mamlaka zote, mamlaka ya giza na mamlaka ya nuru. Sasa hizi mamlaka mbili zinazidi kufanya kazi sana, zinazidi kufanya kazi na bado zinaendelea kufanya kazi. Zilikuwepo hata kabla Adamu hajazaliwa. Kwa mwanadamu amezaliwa amezikuta hizi mamlaka bado zinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu. Hizi mamlaka mbili, mamlaka giza na mamlaka ya nuru. Lakini mamlaka ya tatu ni mamlaka ya kidunia. Hii mamlaka ya kidunia huwa ina wafalme au ina malaisi. Nchi yetu ya Tanzania tuna rais wetu mzuri, Dr. Mama Samia ambaye anaongoza sasa hivi nchi yetu nzuri ya Tanzania. Ana mamlaka. Yeye ni tepi ya mwisho ya kuongea. Akitamka anatamka na jambo linatekelezwa. Ni amekaa tu kwenye kiti anaamrisha. Sasa ni mamlaka ya kidunia ambao anapewa mtu mamlaka kuongoza wanadamu wenzake. Hii mamlaka inafanya kazi katika ulimwengu wa kidunia wa damu na nyama ambao tunaona. Sasa ulimwengu wa damu na nyama unaambatana sana na ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa roho ambao unatawala mifumo mizima ya kidunia. Sasa katika ulimwengu wa roho kuna falme mbili ambazo zinatawala, falme ya giza na falme ya nuru. Nitaanza kuelezea falme ya giza. Bwana, hii falme ya giza inafanya kazi katika maisha ya mwanadamu, kwa mwanadamu atake asitake inatenda kazi. Na falme ya giza inaenda kinyume na falme ya nuru.
Fomu ya giza, baba mfalme ambaye anaongoza, coordinator mkubwa katika fomu ya giza ni Ibilisi au Shetani. Jina lake ni Ibilisi. Shetani ni matendo yanayotokana na yeye. Sasa Shetani ndio mfalme katika mamlaka ya giza, na hii mamlaka ya giza hauwezi ukaichenga baba. Uikubali usikubali, inafanya kazi. Uwe na jeuri usiwe na jeuri, inafanya kazi. Uwe na PhD masters ambaye umesoma CB na vyuo vikubwa katika dunia, inafanya kazi. Uwe umesoma au hujasoma, hii mamlaka iangalie, inafanya kazi. Na tutaenda kuangalia inafanyaje kazi mamlaka. Mamlaka giza inafanya kazi kinyume na mamlaka nuru. Yani mamlaka Ibilisi iko kinyume na mamlaka ufalme nuru. Na inafanya kazi kwa nguvu sana. Inafanya kazi kwa nguvu sana. Inafanya kazi kwa nguvu sana. Na Kristo kipindi amekuja, hii mamlaka giza ilikuwa bado inafanya kazi, na bado wakati ambapo niko na ubiri inazidi kufanya kazi, na yuko kinyume na mamlaka ya Mungu katika maisha ya wanadamu. Inafanyaje kazi? Kwa hivi tutaingia katika Biblia tuangalie alikuwa anafanyaje kazi, au kazi yake ilikuwa ni vipi. Kitabu cha Injili, tutaenda kusoma maandiko mazuri mahali hapa. Tutaenda kusoma maandiko mazuri mahali hapa. Tutaenda kusoma maandiko mazuri mahali hapa. Nimesema hii mamlaka giza inaingia bila matakwa yako au mapenzi yako, inaongoza tu. Yani utake usitake inakuongoza. Kitabu cha Marko sura ya 5 kwanza mstari wa kwanza tunakutana na situation moja inazungumzia sasa mamlaka giza ambayo inafanya kazi utake usitake na kutawala. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza tunakutana kijana mmoja ambaye alikuwa anaishi katika nchi ndogo inaitwa nchi ya Galasi. Huyu kijana alizaliwa bwana katika bahati mbaya hapa na pale katika maisha, akakumbana na mamlaka giza ambayo ni mamlaka Ibilisi, mamlaka kishetani. Bwana kilichotokea ni nini? Shetani akamlisha vibaraka vyake vikakaa ndani ya nafsi ya kijana. Maandiko yanasema yule kijana alipagawa na mapepo, akashindwa kukaa nyumbani kwao. Ndugu zao walimfunga pingu, lakini kwa sababu mapepo na mamlaka kishetani ilikuwa imeshachukua nafasi katika maisha ya kijana, zile pingu zilikuwa zinakatwa na yale mapepo. Haikutosha mahali hapo, yakamhamisha kutoka nyumbani kwao yakampeleka makaburini kukaa. Nimekwambiaje? Hii mamlaka ikifanya kazi utake usitake na kupeleka. Huyu dogo Johnson anajikuta amepagawa na mapepo, hana namna kuyazuia ndani yake. Yanamwamrisha, si kwamba anataka yeye, hataki, ila atafanyaje sasa? Yakamamrisha kumtoa nyumbani kwao ambapo alikuwa anakaa na wazazi wao. Yamkini maisha yalikuwa na mazuri mahali pale, lakini sasa ndo akakutana na mfalme wa giza ambaye akapata nafasi ndani ya maisha yake na akamtawala. Bwana haikutosha hapo, ikamwamrisha kutoka nyumbani na kumpeleka kuishi makaburini. Bwana sio huyo tu. Maandiko yanasema kitabu cha Injili ya Yohana sura yake ya 8 tunakutana na binti moja ambaye naye katika harakati zake za mtaa, katika pirika na harakati zake za mtaa, kutafuta mkate wa siku kama ambavyo wewe amka asubuhi unakuja kale yako kusimwa mzigo unarudi kuuza na penye upate raka yako siku, upate yako kura yako siku. Huyu binti naye katika system yake ya maisha bwana sasa alijikuta naye amemilikiwa na mamlaka giza ambayo yenyewe ilimwamrisha afanye kazi ya uzinzi. Biblia inasema hiyo siku mzee amepata bwana, ameenda naye wakamfuma ugoni. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8. Walivyomfuma ugoni na taratibu na kanuni za kidunia, mamlaka ya kidunia, wakati ambapo Wayahudi wanazidi kutawala, Torati walikuwa naifuata ambao ndio ilikuwa katiba yao. Katiba yao ya nchi ilisema ukikamata mwanamke akizini mshushe mkomoto mpaka afe. Sasa binti akajikuta kwenye 18 za kifo. Hakutaka, akalazimishwa na mamlaka mwenye nguvu kuliko mamlaka ya kidunia, mamlaka giza. Bwana sio huyo tu. Wakati fulani kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaumwa miaka 38, amelala, hana mtu kumbeba kumtupa kwenda birikani. Wakati ambapo malaika anakuja kuchanganya maji, watu wengine ambao wagonjwa wao walikuwa ni wazima walikuwa na tupa kwenye ile birika kubwa, wakichovya tu yale maji na mtu amepona. Yule bwana karara miaka 38 amechunda mahali pale, hana msaada wa mtu kumbeba na kumtupa kwenye birika ili malaika anapokuja kutibua maji apate kuingia apate kupona. Bwana Yesu akakutana na mtu ambaye ana mamlaka nyingine tofauti. Angalia, huyu hakutaka kuumwa wala kuandika barua kwa Mwenyezi Mungu ya kuumwa, lakini alijikuta tu
yuko kwenye 18 ya mamlaka ya giza. Haikutosha hapo tu, jamaa mmoja ambaye ni TRA anaitwa Zakayo anakuja kwenye maokoto. Unajua kama mamlaka giza inafanya kazi, uwe na hela usiokuwa na hela. Jamaa mmoja anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru katika serikali ya Kirumi, lakini sasa katika pita na pale mamlaka giza ilimkamata, ikamshurutisha kuiba kodi. Nikamshurutisha kuiba kodi. Kwa Zakayo akawa tajiri kwa fedha ya dhuluma, kwa fedha ya wasi. Mamlaka kisha imemtumikisha kufanya jambo ambalo kikawaida mamlaka kidunia inakataa, hata mamlaka nyingine ya kiungu inakataa, ila mamlaka nuru inakubali. Sasa kwa hivi mamlaka kisha kianza kufanya kazi katika maisha ya wanadamu, ni inaenda kinyume na matakwa na taratibu za kimungu. Yani kweli inaifanya kuwa uongo, ndio inafanya kuwa hapana. Mamlaka nuru inafanya kazi kwa namna hii. Wakati mamlaka nuru inasema usibe, mamlaka giza inakwambia iba utoboe, Kariakoo bila kuiba utoki. Wakati mamlaka nuru inakwambia ili ushe mtegemea Mungu katika duka lako, mamlaka giza inakwambia karoge, nenda Tanga Muheza, nenda Kigoma Kasulu, nenda Kongo katika ile misitu, ukajifukishe kapigwe tumba, pigwe chale za kutosha mpaka za kwenye ulimi, Kariakoo ndio utakimbiza. Mamlaka nuru imekwambia mtegemea Mungu. Mamlaka giza inakwambia Bwana Mungu anasema jisaidie, na sijui andiko umelitoa wapi. Mamlaka nuru inakwambia usizini. Mamlaka giza inakwambia mwanangu, angalia mwili unavyowasha. Unaonaje hizi pesa Kariakoo zinapita na naziacha? Pesa unao mfukoni, tambo karo na kudamba. Unapitaje? Yani unamwachaje apite manzi? Unamwachaje apite mwanamke na mwanaume ana hera? Mamlaka giza inakwambia zini uburudishe mwili. Mamlaka nuru inakwambia asine hana akili. Zinapishana. Mamlaka giza inakwambia ili ufaidike na ili umjibu mtu vizuri, tukana. Mamlaka nuru inakwambia watukanaji hawataingia katika ufalme wa nuru. Mamlaka giza inakwambia ili uvutie watu, weka mkorogo. Mamlaka nuru inakwambia usiweke mkorogo, kwa ni vitu pinzani. Mamlaka nuru inakwambia usirewe. Mamlaka giza inakwambia jibusti ili utataja vizuri. Unaendaje kazini hujaweka bando kidogo kichwani? Ni mamlaka ambazo zinapishana, na bahati mbaya mwanadamu sasa ambaye hana experience ya kimungu ndani ya maisha yake, mamlaka giza huchukua nafasi kubwa ndani ya maisha yake. Iko hivi. Wakolosai, sasa ndio narudi sasa huku. Wakolosai sura yake ya kwanza. Bwana, leo ukitoka hapo utaelewa namna kumdhibiti mamlaka giza ndani ya maisha yako, na utakuwa tena mtumwa wa giza, hautakuwa tena mtumwa wa ibilisi. Na hii ndio kazi yangu mhubiri, kumkanyagia shetani yani mpaka ajute. Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wa 13. Biblia inasema na alituokoa kutoka katika nguvu za giza. Tunaposema na alituokoa, bwana atasema ni nani baadaye. Biblia inaposema na alituokoa kutoka katika nguvu za giza, ni kwamba ipa ya giza au mamlaka giza inapofanya kazi katika nafasi yake, inachukua mateka, inakulazimisha kufanya kitu ambacho hutaki. Kwa tayari unakuwa kwenye mateka yake, inakutumikisha pasipo kutaka wewe. Kwa inakuwa imekuweka kwa dormant, hauna uwezo wa kutoka, hauna mamlaka kujinasua. Kwa sababu gani? Mwanadamu anasaliwa kutoka katika tumbo la mama, ndani yake kama hana uwezo wa kimungu, hana mamlaka kuvunja mamlaka giza ambayo inafanya kazi ndani ya maisha yake. Sasa kwa hivi Wakolosai, hili ndio andiko ambalo nalipenda. Wakolosai 2:1 mstari wake 13. Maandiko yanasema na alituokoa kutoka katika alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maandiko yanaposema naye alituokoa, inaposema naye alituokoa, Wakolosai inafumba na kurudisha katika injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 18. Wakolosai inaposema naye alituokoa, hajaweka sasa wazi Yohana 18. Yohana, injili ya Yohana 18 kuanzia mstari wa 33. Nimeanza kutoa story ya bwana mmoja anaitwa Pilato. Pilato anakutana na mwanaume anaitwa Yesu Kristo. Pilato anamwambia, "Ama ati na wewe ni mfalme?" Anaulizia Yesu mamlaka gani anayotawala. Maana Pilato mamlaka kidunia yeye ndiye alikuwa kontawa, lakini Yesu Wayahudi wanamstaki, wanasema huyu bwana anajiita ni mfalme. Pilato anauliza, mamlaka gani Yesu unayo? Ufalme gani ambao Yesu unao? Hebu angalia 36. Pilato akamjibu, "Ama
Ni Myahudi mimi, taifa lako wakuu wa makuhani ndio wanaonikuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu si wa dunia hii. Kashapishana na Pilato. Mfalme wa Pilato ni mfalme wa dunia, alikuwa anatawala katika empire ya Kirumi. Yesu anakuja anamwambia, sikia bwana mdogo, ufalme ambao mimi namiliki, ambao ninatawala, si ufalme wa dunia hii. Ni katika zile falme mbili ambazo nimekuambia zinafanya kazi kubwa katika maisha ya wanadamu, ndizo ambazo zina control dunia. Sasa Yesu anamwambia, bwana, utendaji kazi wangu mimi hapa, ninavyotawala, mimi sio mfalme wa dunia. Mimi sio Rais Mama Samia, mimi sio Jomo Kenyatta, mimi sio Mheshimiwa Kikwete wakati wa marais wanaopita. Anasema ufalme wangu si wa dunia. Taka pesa dunia zinisomi mimi. Pilato anazidi kushangaa. Maandiko yanasema wazi. Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikwambie, mamlaka kisha mtawala wake ni Ibilisi, naye anafanya kazi na wanadamu kwa kutaka ama kutokutaka wanadamu. Yesu Kristo anatambulisha ufalme wake, mamlaka yake ambayo anayo. Iko hivi, mamlaka nuru ambayo nimekwambia inatenda kazi kwa hiari, kwa mtu kusadiki, hailazimishi. Mamlaka giza inalazimisha. Utake ustake utarewa, utake ustake utatukana, utake ustake utafanya uzinzi, utake ustake utaroga Kariakoo uzi. Hiyo inakulazimisha baba, ile utake ustake inakukontrol. Mamlaka nuru I control, ni mamlaka ya hiari. Unafanya kazi kwa hiari, unaipokea kwa hiari, unaipokea kwa kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mamlaka ambayo Kristo anaisemea, anamwambia Pilato, mamlaka yangu si ya hii dunia. Sijaja kutangaza mamlaka ya kidunia, nimekuja kutangaza mamlaka ya nuru. Nimekuja kusema mamlaka nuru. Basi mamlaka nuru ina nguvu kubwa kuliko mamlaka ya giza hapa duniani, lakini inafanya kazi kwa wale ambao watakubali ifanye kazi ndani ya maisha yao. Utakwambia nafanya ile kazi rafiki yangu. Bwana nimekwambia basi tunamkanda shetani alipaka akubali. Na atukubali kutawaliwa na Ibilisi. Atukubali kutawaliwa na Ibilisi. Yesu anasema, mamlaka yangu si mamlaka ya kidunia. Mamlaka yangu si mamlaka ya kidunia. Anatamka, anamwambia Pilato, Bwana, mamlaka yangu si mamlaka ya kidunia. Na kama mamlaka yangu ingekuwa kidunia, wafuasi wangu wangenipigania. Kipindi Yesu anahubiri, nyomi ya watu ilikuwa inamfuata nyuma. Alikuwa anahubiri msururu wa watu na mfuata nyuma wa kutosha. Kwa sababu gani? Kipindi Kristo anahubiri, wakati anahubiri, watu ambao walikuwa ni vilema, kuna watu waligusa upindo wa vazi la Yesu akanyanyuka. Angalia mamlaka inavyofanya kazi ajabu. Wakati Yesu anahubiri, mwanamke mmoja aliyetoka na damu kwa miaka 14, kwa miaka 12, ndio 14, 12. Kitabu cha Marko 5 mstari wa 21, 22, 23. Mwanamke alitoka na damu kwa miaka 12, akatumia fedha nyingi kwa matibabu na asipate majibu. Wakati Yesu anazidi kuhubiri katika halaiki ya watu, maandiko yanasema mwanamke akapangua watu, akakamata upindo wa vazi ya kanzu ya Yesu. Sasa naitafasiri mamlaka ambayo Kristo ameileta, mamlaka nuru ambayo inafanya kazi kwa hiari, inafanya kazi kwa wanadamu tu kuamini na kusadiki. Wakati Yesu anazidi kuhubiri mahali pale, mwanamke amekamata pindo ya vazi lake. Biblia inasema wazi katika maandiko yake, kulikuwepo kuna mtu mmoja ambaye naye alikuwa amemsubiria Yesu Kristo. Amekuja kumwambia kwamba mwanangu anaumwa, anaitwa Yairo. Mwanangu anaumwa jiwezi. Wakati anazidi kuongea Yairo pamoja na Yesu, wakamletea watu kutoka nyumbani kwake taarifa. Wakamwambia Yairo, acha kumsumbua Yesu bwana, mwanao tayari kashakufa. Yairo akashtuka, akamwambia Yesu, bwana, mwanangu ashakufa. Kristo anaitangaza mamlaka yake ambayo ni mamlaka yenye uweza, mamlaka nuru, mamlaka ya pendo la Mungu. Akamwambia Yairo, sikia mwanao amelala tu. Tunafanyaje Yairo? Anamwambia twende nyumbani kwako. Yesu anatembea, mauti imeshatangaza, mamlaka giza imeshamtoa mtu, imeshamchukua mtu wake. Mamlaka nuru inakuja kufufua kitu ambacho mamlaka giza imekificha. Anafika mahali pale Yesu Kristo, anasema mwanangu yuko wapi? Watu wanalia, wanaomboleza. Kile kipindi kilikuwa kina umri wa miaka 12 kimekufa. Anafika mahali pale kwa Yairo,
Anafika kwa Yairo mahali pale, watu wana huzuni. Kristo anasema nionyesheni ule mwili. Wanasogea mahali pale, wanamonyesha Bwana binti ndio hapa ameshakufa, kata moto. Ana matumaini tena. Function zote za kimwili zimeshakataa. Yesu akafika mahali pale, akamtazama ile binti, afu akatamka akasema Talita kumi. Kiswahili maana yake binti amka. Ile binti akanyanyuka kutoka katika ufu. Bwana, mamlaka nuru ambayo inaitangaza ninaenda kinyume na matakwa na mamlaka giza. Wakati mamlaka giza inasema kwamba hautapokea msamaha wa dhambi ndani ya maisha yako, mamlaka nuru inasema muamini Yesu Kristo na utasamehewa dhambi zako. Mamlaka nuru inasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Yesu anakuja kutangaza mamlaka kiungu ambayo inafanya kazi kwa muamini ambaye ataamini habari za uzima. Na hii mamlaka iko kinyume na falme za giza, iko kinyume na falme za kishetani, iko kinyume na uchawi na kitu chote kile ambacho kinatawala katika ulimwengu wa roho wa giza. Tupisha kidogo Paulo, nimpishe yule jamaa. Nuru ndani ya maisha ya mwanadamu. Anakuja kusema habari za nuru ndani ya maisha ya mwanadamu. Anaitangaza mamlaka ambayo inafanya kazi katika maisha ya mtu yoyote ambaye atakiri na kusadiki habari za uzima. Kristo akaanza kusema habari na kaanza kunena habari ya uzima ndani ya maisha ya mwanadamu. Bwana, mifumo ya dunia hii tunayoishi tunategemea mifumo miwili tu ambayo inatukontrol, mfumo wa nuru na mfumo wa giza. Sasa bahati mbaya mfumo wa giza ni mfumo mwepesi. Mfumo wa giza Bwana ni njia pana ambayo inaelekea katika upotevu, na wengi ndio ambao wanaingia katika hiyo njia. Lakini mfumo wa nuru ni njia nyembamba sana na imezongwa. Biblia inasema jitahidi kupita katika hiyo njia, maana ndipo utakaporisi uzima. Iko hivi rafiki zangu, shetani anafanya kazi na kutawala ndani ya maisha ya mwanadamu kwa yule tu ambaye haamini habari za uzima, kwa yule tu ambaye hasadiki habari za uzima, kwa yule tu ambaye haamini habari za uzima, kwa yule tu ambaye hasadiki habari za uzima. Na ndipo ibilisi anapotaka pesa na kufanya kazi ndani ya maisha ya mwanadamu. Sasa tunawezaje tukashinda mamlaka giza hii, mamlaka ya kishetani, mamlaka uasi? Tunawezaje tukashinda mamlaka ambayo inasukuma mateso ndani ya maisha ya mwanadamu, mamlaka ambayo inabadilisha akili za mwanadamu, mamlaka ambayo inabadilisha sema mwanadamu, mamlaka ambayo inaondoa nafasi ya Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu? Unawezaje kuishinda mamlaka hii? Sisi je, tutapataje kupona? Tutapataje kupona? Yesu Kristo wa Nazareti anatambulisha ufalme. Anamwambia Pilato, Bwana nisikie bwana mdogo, ufalme ambao mimi ninao si ufalme wa dunia hii, ni ufalme ambao uko juu ya falme zote za kidunia. Maana Yesu ni neno lililofanya mwili. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza inasema nalo neno lilifanya mwili, kisha tukaona tukufu wa Mungu, ufalme wa Mungu wa mwana pekee. Yani neno lililokuwepo kuanzia mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, kisha maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa giza tena ukiwa. Kisha Roho Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji, akatamka. Lile neno ambalo lilitamka likaumba. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza, Bwana tunalivyo nyuma. Lile neno lilifanya mwili, likatembea physical not spiritual katika maisha ya kibinadamu kwa ajili ya kutambulisha mamlaka mbinguni na duniani na chini ya ardhi. Na maana kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa 11 maandiko yanasema, naye alikirimiwa jina lipitalo majina yote, naye alikirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa hilo jina falme ya mbinguni, mamlaka kimbinguni inapiga goti mbele zake, mamlaka giza inapiga goti mbele zake, vitu vya duniani vinapiga goti mbele zake. Na alikirimiwa jina ni nani? Tunamsema Yesu Kristo ambaye ameleta ufalme wa nuru, ufalme wa pendo lake Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Rafiki zangu, shetani anafanya kazi sana hasa katika nyakati hizi za mwisho, akijua kwamba muda wake wa kufanya kazi ni mchache. Anasubiria jehanamu ya moto ili kutupa katika ziwa la moto na Yesu Kristo. Wakati ambapo atamshika na kumtupa katika ziwa la moto, wakati ambapo parapanda itakapolia, watakatifu ambao wamemkiri Yesu Kristo mitaka na kwa watapakwa na juu mbinguni. Maandiko yanasema watu wengine watabaki. Itakuwa ni kama hivi, tunauza na kununua. Parapanda itakapolia, wawili watakuwa shambani, mmoja atatolewa mwingine atabaki. Wapenzi wawili watakuwa mirara kitandani, mmoja atatolewa mwingine atabaki. Watatu watakuwa nauza, mmoja atatolewa mwingine atabaki. Bwana, harakati za maisha zitaendelea. Parapanda itakapolia, wengine watabaki, wengine watanyakuliwa. Sasa tunaenda katika mamlaka nuru, mamlaka ambayo ukipata ndani
yako inakuwa na uzima pekee, na hiyo na nguvu inatenda kazi sana katika maisha ya mtu ambaye ataamini, maisha ambayo ya mtu ataamini. Nimetoa mfano wa watu wa zamani, ya kijana ambaye alipigwa na mapepo katika nchi ya Gerasi. Shetani alimtesa, lakini Yesu kufika mahali pale anaitangaza mamlaka, anatoa mapepo ambayo yako kwa yule kijana. Haikuishia hapo tu, nimetoa tena mfano kwa mtu ambaye alilala miaka 38 hajiwezi. Mamlaka giza imefanya kazi ndani ya maisha yake, shetani ameweka magonjwa ndani yake. Yesu anafika mahali pale anamwambia, mwanaume, hebu nyanyuka, chukua godoro lako na utembee. Unakutana mamlaka tena giza ambayo ilifanya kazi kwa mtoza ushuru ambaye anaitwa Zakayo. Zakayo ambaye alikuwa na dhamiri ya wizi ndani yake. Zakayo anakutana na Yesu. Yesu anamwambia, leo nitaenda nyumbani kwako. Zakayo anakubali. Yesu anamhubiria habari ya mamlaka nuru. Zakayo anakubali kutawaliwa na mamlaka nuru, ambayo ni mamlaka inatawala by peace, sio kwa vita, inatawala kwa amani, inatawala kwa matakwa ya hiari yako kuifuata. Zakayo anasema, hakika nimepokea ufalme, nimepokea nuru. Anapata hukumu nafsini mwake, na anatamka, anamwambia Yesu Kristo, Bwana, kama niliwasulumu watu dinari 2 nitawazidishia kwa dinari 4. Kama kuna mtu nilikusanya kodi vibaya, Bwana, nitamrudishia. Mamlaka nuru inapoingia ndani ya maisha ya mwanadamu inamfahamisha kweli. Yohana 8 mstari wake wa 32, Biblia inasema, nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka windo kazi ambayo Yesu Kristo anaifanya ndani ya maisha ya mwanadamu. Shetani anakongopea wakati nasumbuliwa na madawa mchikichini. Shetani anakuwa anangopea kwamba nikibuya madawa nasikia raha, na nilikuwa nasikia raha by the way. Wakati navuta misigara nilikuwa nikibuya nasikia raha. Wakati nakunywa mitungi nilikuwa nikibuya mitungi nasikia raha. Wakati naenda club na marafiki zangu nilikuwa nikienda nasikia raha. Ni mamlaka ambayo inakuonyesha upotevu kuwa ni mzuri, haikuonyesha hasara ambazo utazipata. Lakini Yesu anasema, nanyi mtaifahamu kweli. Kristo anapopata nafasi ndani ya maisha yako, na anakuambia kweli ambayo ibilisi amekuficha, na anakuambia uhuru ambao ibilisi alikuficha, ni anakutoa katika mateka ya ufalme wa giza na anakuingiza katika ufalme wa nuru ambao unaongozwa kwa pendo, unaongozwa kwa furaha, unaongozwa kwa uaminifu, unaongozwa kwa hekima kimungu. Na ndio kazi ambayo Kristo alikuja hapa kutamka, na alikuja kusimika mamlaka yake ya utoshelevu ndani ya maisha ya mwanadamu, mamlaka kumsamehe dhambi mwanadamu, mamlaka kusahau batili na kila aina ya dhiaka ambazo mwanadamu amezifanya. Isaya 1:18 Biblia inasema, njoni tusemezane, anasema Bwana, dhambi zenu itapokuwa nyekundu kama damu, mkishaamini Bwana, nitazisafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Yani kazi Yesu anayoitenda ndani ya maisha ya mwanadamu ni kwa njia ya imani, ni kwa njia ya kusadiki, ni kwa njia ya kukiri, ni kwa njia ya kuamini tu, ni kwa njia ya kusadiki, ni kwa njia ya kukiri, ni kwa njia ya kuamini tu. Unapoamini anakupa utoshelevu na anakupa neema ndani ya maisha yako. Kataa mamlaka giza ambayo inatawala maisha yako pasipo kujua, ama inakuteka na kupeleka katika sehemu ambazo ni mbaya. Yesu Kristo anatangaza mamlaka nuru ambayo inapatikana kwa njia ya kuamini, ambayo hiyo inafanya kazi kinyume na mamlaka giza, kinyume na utawala wa kishetani, kinyume na utawala nguvu za giza. Haijalishi dukani kwako umekwambia kwamba Bwana hauwezi kutoboa mitaka yako mpaka ufanye ujanja fulani hivi. Nataka nikwambie, Daudi anasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, kama watatikisika milele. Yesu anapo protect biashara yako, kuna uganga wala uchawi ambao utafanya kazi katika maisha yako. Bwana, duniani tuko katika battlefield, unahitaji Mungu mkubwa ndani ya maisha yako. Haijalishi watu wamenena nini juu yako. Wakati watu wanakuona wewe ni mlevi, Yesu angalia hicho. Yesu anaona huyu ni mtumishi wangu. Wakati watu wanakuona wewe ni mzinzi, Yesu angalia hivyo. Mamlaka nuru iangalie hivyo. Shetani sawa anatamka kwamba wewe ni mzinzi, ila Kristo anapokuja ndani ya maisha yako angalia matendo mabaya na maovu ambayo umeyafanya. Wakati watu wanasema kwamba huyu mtu mgonjwa, Yesu anatangaza uzima ndani ya mtu atakayemwamini. Wakati watu wanasema ukijana ni waovyo, ni kijana mbaya, ana tabia chafu, Yesu angalia uchafu ambao wanadamu wanausema, anaangalia wema mwingi ambao atauweka ndani ya maisha yako. Bali nimesema mamlaka Yesu Kristo alifanya kazi ndani ya maisha yako, inahitaji tendo la imani, tendo la kuamini, tendo la kusadiki, tendo la kukiri. Nikakutana na mwanangu mmoja bajaji, sijui mtaa gani ule, pale kuna benki, nadhani mtaa Grey, mtaa Sikukuu na Grey, anafanya kazi ya bajaji pale. Nikakutana naye mshikaji wangu anaitwa Bashu, akanambia, Medi, huwa nakufuatia sana katika mitandao ya kijamii, nilikuona bwana kipindi na ubiri. Sasa mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua, nimehama nyumbani Mtwara, kwao ni Mtwara, nimekuja Dar kutafuta maisha.
lakini kule nyumbani wana manguvu ya giza sana, wanaroga sana katika familia yangu. Wameblock maisha yangu kwa muda mrefu na kifo kinataka kunisogelea. Anaambia kila nikilala nahisi kuitwa kurudi Mtwara. Na najua nikirudi Mtwara nimeisha. Akanambia Medi, nafanya nini? Nashindwa nielewe vipi. Nimeenda kwa waganga, nimetumia kila kitu, nimeshindwa. Nimepigwa chale za kutosha, lakini bado tungoma iko pale pale. Nikamwambia sikia nikwambie, Yesu Kristo na mamlaka kuliko nguvu za giza. Yesu Kristo na mamlaka kuliko makosa ambayo wanadamu wameyatenda. Nikamwambia unapopata nafasi, njoo ibadani, njoo kanisani. Yule jamaa akaja kanisani, anaitwa Bashu. Alipofika kanisani, tukaomba naye, nikamsalisha Sara toba, tukaomba naye, nikamfundisha mifumo ya kimungu, namna kumpinga shetani na kazi zake, namna kukataa ibilisi na kazi zake. Nikamwambia mababu anakuita, lakini sasa Yesu Kristo anakuita. Kubali mwito wa Yesu. Utakapokubali mwito wa Yesu, sisi ambao tuko ndani ya Yesu hatujipambanii, Yesu anatupambania. Lakini wale ambao wako ndani ya mamlaka giza huwa anajipambania. Hata kazini ambako unafanya, mtu ambaye atumii nguvu za Mungu kuuza huwa anajipambania. Ana harakati. Anakaa kwenye duka kwa mashaka. Muda ukifika mzizi kuexpire lazima karinyu. Huwa anajipambania. Ila wale ambao wanamtegemea Mungu katika kazi zao hawajipambanii, ni Mungu anawapambania. Atupigani vita wenyewe, vita ni ya Mungu. Daudi anaambiwa kwamba kaeni pembeni tumuone mkono wa Mungu ulivyokuwa maajabu. Akasema vita sio yenu bali vita ni yangu. Anawaambia wakati wana Israeli wanapigana, Mungu anawaambia vita sio yenu, vita ni yangu. Lakini sasa kwa utakapojipambania matokeo yake ni mabaya. Maana kujipambania kwako hakutaleta breakthrough ndani ya maisha yako. Lakini utakaporuhusu Yesu Kristo akupambanie ndani ya maisha yako, yeye huwa analeta kitu cha kipekee. Ndio maana Kristo kabla ya kwenda kufa, kabla ya kwenda msalabani mwanaume, anawaambia kwamba nisikilizeni wale wote ambao Baba amenipatia mimi sitampoteza hata moja. Na ndio hao ambao ninawaombea ili Mungu awepushe na udamofu. Na Kristo anaenda msalabani mwanaume, anakubali mateso, anakubali kujeruhiwa, anakubali kupiga mijeledi 40 ya Kirumi ambayo ilikuwa na ndoano mbele ikivuta inatoa nyama, anakubali mateso, anakubali kutenua mate, anakubali kubeba msalaba. Yesu Kristo anaenda Golgotha, fuvu la kichwa mwanaume, anakubali kupigwa misumari mikononi na miguuni, anakubali kuvishwa crown ya miiba ambayo imchoma katika mishipa yake, anakubali kuvuja damu mwanaume, akakubali yote ili kumtafuta mtu mmoja aliyepotea. Isaya 53 anasema yeye hakutamanika hata kuonekana kwa sura yake, iliharibika uso wake uliharibika, ili kumtafuta mwanadamu mmoja aliyepotea, mkazi mmoja ametaka yako, ili kunitafuta mimi ambaye mwanzo nilikuwa nasumbuliwa na loso za madawa wakati nipo mchikichini, ili kunitafuta na kuninasua kutoka katika hizo loso na kunipa kipasa kuja mtaani kuzisema habari zenye uweza, habari za ufalme, habari zenye mamlaka ambayo iko juu ya mamlaka zote za kidunia. Yesu yuko msalabani mwanaume, apata mida saa 9 kamili, anakata roho. Baada ya kukata roho anakufa. Maandiko yanasema pale giza likatanda Yerusalemu, wafu waliokufa watakatifu wakafufuka, wakaenda kwa sababu ndugu zao. Bwana, ilikuwa ni maajabu. Pazia ile hekalu ikapasuka kutoka juu mpaka chini, hakuna tena siri. Sasa hivi ni bure kila mtu kupata wokovu. Bwana Yesu anaambia siku ya 3 naenda, lakini nitakufa, mtanizika. Siku ya 3 nitafufuka. Maandiko yanasema wakasema yule mjanja alisema siku ya 3 atafufuka. Hebu ngoja tuweke walinzi katika kaburi lake. Wakaweka walinzi katika kaburi, wakaweka na bonga la juu. Maandiko yanasema siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 mwanaume akatikisha nguvu ya mauti. Ndio mfalme wa falme ambao na mamlaka giza inafuata mkia kwake, mamlaka magonjwa inafuata mkia kwake, ufukara maskini unafuata mkia kwake. Bwana kutokuuza kunafuata mkia kwake. Kristo siku ya 3 mwanaume akatikisha mauti, mauti ikakubali. Yesu Kristo akafufuka kutoka katika wafu siku ya 3, na yuko mkono kwa Mungu Baba na anatenda kazi hata leo. Na mwisho anatokea mimi mchikichini, anaambia mwanangu, natoa roho ya madawa, natoa roho ya sigara, natoa roho ya mitungi na kufanya kwa kijana bora ambao utanitumikia. Na leo niko nakuhubiria injili mitaka yako. Waebrania 13:8 wakati na kumaliza. Maandiko yanasema Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Bwana, sisi hatuhubiri story, tunamhubiri Yesu ambaye ametenda kwanza kwetu. Yaani before kukuhubiria na hakikisha Mungu ninayekuhubiria amefanya nini kwangu. Kwa ninapokuhubiria kwamba Yesu ana uwezo wa kuprotect duka lako, niamini ana uwezo na ana mamlaka. Ninapokuhubiria kwamba Kristo ana uwezo kusamehe dhambi, niamini ana uwezo na mamlaka. Ameanza kwanza kwangu. Afekta ambazo nimeziona kwangu nataka nikupatie na kwako upate kuzielewa. Aliye na mwana anao ushuhuda. Neema za Mungu ziwe maisha yako, ambao umekuwa pamoja nasi kwa mwanzo tulipoanza kusema habari hizi. Na wakati huu sasa ambapo naenda kumaliza,
Kataa mamlaka giza katika maisha yako. Mkubali Yesu Kristo ili apweke mamlaka yake ndani yako, akuongoze, akupe tumaini ndani ya maisha yako. Yesu anafanya kazi na wale ambao watamkubali na wale ambao watamuelewa, na wewe uwe ni mmoja wapo. Ninakuombea na Kristo kishampa nafasi. God bless you dada. Ukishampa nafasi, anafanya kazi ya kipekee ndani ya maisha yako. Sasa katoe tena kuomba, unafuatilia sana katika mitandao ya kijamii. Hii ni sala ya toba ambayo unaenda kumaliza. Utarudia sala ya toba unayofuatilia katika mitandao ya kijamii, na baada ya kurudia hapa nitakuombea neema ya Kristo ambayo inisaidia mimi kuacha vitu viovu, itakusaidia na wewe. Basi unaweza kurudia maneno haya. Unaweza kusema, Bwana Yesu, naja mbele zako, natambua kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Sahau makosa mimi yafanya, futa batili wote mimi nafanya. Ninakupokea Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu na andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nipe zawadi ya Roho wako Mtakatifu ambaye ataishi pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Basi tulia hapo nitakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema yako na kibali ambacho Mungu umeachilia juu ya maisha yetu. Asante kwa hiyo Baba, katika jina la Yesu navunja kila roho za ibilisi ambazo Bwana zimetapanya maisha yake na kuharibu kila spiriti zozote za Mungu ibilisi. Naachilia mamlaka yako Bwana nuru, mamlaka ambayo iko kinyume na falme na nguvu zote za giza katika jina lako Yesu Kristo. Kila maneno mabaya na kila zanao ambazo Bwana mtaani watu wanamuona kama ni mtu afai, kuanzia leo hii ninamuhamisha katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Nguvu yako Roho Mtakatifu kamguse. Spiriti zote za magonjwa, spiriti zote za ulevi naziondoa ndani yake katika jina la Yesu. Awe mtu bora atakaye kutumikia katika kizazi hiki katika jina la Yesu. Mpe neema yako Kristo. Kila tendo lote la ovu na ibilisi naondoa ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, asante Bwana, maana huyu naye ni mtoto wa Ibrahim na anatakiwa kupokea wokovu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana Yesu kwa neema yako na kibali ambacho umeachilia kwa upekee kabisa katika mitaka yako. Asante kwa neema yako. Neno jina lako litukuzwe. In Jesus name I pray. Amen. Mungu akubariki kama umekuwa pamoja nami, ambao umenifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Neema za Mungu ziwe juu ya maisha yako. Usisahau kufuatilia katika mitandao yangu ya kijamii yote, Instagram, TikTok na YouTube kwa jina la Evangelist Evot Madson. God bless you. Have a good day.